Lakini pia jambo lingine la muhimu kabisa, ndugu yetu Gati wiki iliyopita pia alipatwa na msiba, ambayo ni stage designer na anafanya vitu mbalimbali kwenye industry ya gospel na ni mtu ambaye anafanya vitu vingi vizuri vya baraka sana. Alipata changamoto ya kumpoteza mama yake mzazi. Kwa hiyo Ijumaa ilikuwa tunampumzisha, na kweli imekuwa ni baraka. Lakini pia unaweza kuchukua muda wako kuendelea kuwatamkia maneno ya faraja. Lakini pia the family, hii timu wamepoteza ndugu zao wawili ambao wamepoteza maisha kwa ajali kidogo ambayo iliwakuta wakiwa barabara ya Morogoro, wakiwa wanatokea Dar es Salaam kwa private car walikuwa nayo. Walipata changamoto barabarani na tupo nao wote wawili. Mmoja alikuwa ni architecture, wote ni architectures, lakini dereva alikuwa anahusika sana sana na stage tofauti. Ashafanya kazi na Neema Gospel na the family wenyewe na watu mbalimbali. Lakini sasa hivi tuko naye tena na dada, yeye alikuwa ni assistant wa pale Mlimani, assistant lecturer wa pale Mlimani. Lakini sasa hivi tuko nao tena. Kwa hiyo unaweza ukachukua muda wako kuwatamkia maneno ya faraja. The family wamepoteza watu wote wawili, lakini hasa wanafunzi wa TAFES Ardhi, kwa sababu hao watu wametokea kule. Kwa kweli Mungu akapate kuwapa faraja na wavushe katika hii changamoto ambayo tunaipitia kwa wakati huu. Lakini pia mtumishi wa Mungu Paul Clement alikuwa na event Ijumaa hii, The Gathering, na hii imetangazwa sasa ni official, kila mwezi itakuwa ikifanyika na imekuwa ni ya baraka sana. Mwitikio watu ulikuwa ni mkubwa kiukweli. Bwana Paul Clement, naomba nikuite hivi, Bwana Paulo Mwakanyamare, hadi Pro Sinza haitutoshi tena. Kwa watu waliokuwepo Ijumaa palikuwa hapatoshi kabisa, mpaka ilibidi zitumike screen za nje, lakini bado hapakutosha. Naamini kwa next event tunaweza tukafanya kwa sehemu nyingine kubwa zaidi. Mungu awabariki sana, na kila sehemu ambayo tumefanya event tofauti tofauti, kwa kweli Mungu awabariki. Na tunatoka hapo sasa moja kwa moja. DJ, hivi kuna ya hawa watu wamefanya kwa nani tiketi, kuna nyingine ambao wamefanya wiki ilikuwa ni Ameniona huyu bwana wiki ametushushia vitu vya moto moto. Ameniona kama ulikuwa nayo ile, nayo aliwasha moto kweli kweli. Ulikuwa nayo tukitoka hapo basi moja kwa moja hii ndio itakayokuwa inatupeleka kwenye bofia likitufe au litufe. Let's go, tuondoke nayo. Hey, this is DJ Krieger. Say what? Wapi Bella Kombo wa tiketi Sewa Haya, Paul Clement tiketi Zoravo tiketi
tofauti. Sewa sewa. Kufunga kwangu, kuomboleza kwangu, ameniona. 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 Asante sana. Sasa moja kwa moja tunatoka hapo tunaenda kwenye bofya. Tunaenda kwenye bofya kitufe. Bofya kitufe. Moto ni mkali sana. Moto ni mkali sana sana. Na siku ya leo tuko na watumishi wa Mungu hawa wanaitwa Aba Dancers. Bwana hawa kikundi hiki kilianzishwa 2022 na madhumuni ni kwa ajili ya kumhubiri Kristo kupitia kucheza. Yaani nikwambia leo ni kucheza tu. Ni maono yaliyoanzishwa na Minister Sama ambaye huduma ilianza mwaka 2019 kabla ya Aba Dancers, ambaye karia yake ni pharmacist aliyehitimu Muhimbili. Pia amefanikiwa kuanzisha movement inayoitwa Spirit of Dance ambayo imeleta vipaji mbalimbali na makundi mbalimbali ya gospel pamoja na kuelimisha na kupeana maarifa ya Kristo katika kumtumikia Mungu. Maono ni mengi sana lakini pia activities ni kucheza, content creating, drama, acting, live performance, video shooting, kuhudumu makanisa na mialiko tofauti tofauti. Na wana mafanikio mengi ambayo wamekuwa nayo. Wameleta mtazamo tofauti wa vipaji makanisani, lakini pia wamefanikiwa kubadilisha mtazamo wa live recording na kuongeza kipengele cha choreography au kucheza kilichofanya kuongezeka kwa ustadi na ubora wa video production. Wamefanikiwa kuleta uamsho wa makundi mengine mengi ya gospel dancers Tanzania kupitia vipaji vya vijana wengi pia wameokoka na kurudi makanisani, wale ambao walikuwa wanakimbia makanisani kwa sababu watu walikuwa wanatambua wana vipaji tofauti tofauti vya kucheza na wao ni fursa makanisani, lakini leo hii kwa Yesu kumenoga. Kazi walizozifanya ni nyingi sana. Prophetic dance live performance 2024, gospel dancing gathering, dance for revival na kazi mbalimbali za waimbaji tofauti tofauti: Zoravo, Kibonge wa Yesu, Wota Chirambo, Bella Kombo, Johnny Kavishe, Rehema Simfukwe, The Healing Missionaries, Back to Eden na wengine wengi sana. And guys, ladies and gentlemen, help me to welcome the one and only Aba Dancers. Bofya kitufe. Yes, kwa majina yangu naitwa Sama Baraka, ndo mwenyekiti na mwanzilishi wa hichi kikundi. Tumefurahi kuwa mahali hapa, mtumishi wa Mungu akubariki sana. This is a privilege kwetu, sababu najua it's not easy kwa mtu kuandaa session kama hii na kualika dancers. So Mungu akubariki. And by the way, niliona dancers last time. Yeah. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. What you're doing is great. Jamani, sasa tuna mengi lakini mimi naamini kila ambaye ana watch hichi kipindi the playlist the Blenty, na mimi atahudumiwa kupitia kile ambacho tutakifanya hapa. Thank you. Wewe una tu sauti yake akiwa anaongea ni kama vile ni mpole, acha waanze kuwasha moto hapa. Maneno kidogo, kazi kubwa. Aba Dancers, let's go. If you think all the young people are leaving God, come take a look at us. We fight him. Abba, the dancers of the gospel. Come on now. The Bible says that no weapon formed or fashioned against you shall prosper. If this is your confidence, I want you to dance like you never danced before. Hey, this is DJ Krieger. Against me shall prosper. It cannot prosper. No one prosper. Against me.
Dansa tena. Shall prosper. It cannot prosper. Say, Wewe. against me. Shall prosper. It cannot prosper. No weapon Ay. against me. Shall prosper. It cannot prosper. Every Tena. Ay. Soul of Africa. Blessings on my head. Bofia, kitufe. God. Hey, this is DJ Kridla. I like that. Wewe. Favor they follow me everywhere I go. Blessings they got like river flow. Anywhere I go, I carry light. Darkness must bow low. let the praise arise. For them I sent I stabilize. Any situation we want surprise. Praise go turn up to my winning prize. 20. Let's go. Goodness and mercy everywhere I tread. Blessings, blessings, spiritually spread. Christ be my cover, I know they tread. Let's go, Tena. Spirit, they guide. Moving slow. Let's go, Tena. Make you know. Let's go, Tena. Wewe. Blessings falling on my head. Victory anthem everywhere I tread. With me right now. T. Come on, declare it boldly. What? Book of Revelation, chapter 7, verses 16 and 17. Yes, sir. They shall hunger no more, neither shall they thirst anymore. Preach, preach up. For God shall wipe away, yes, sir, every tear from their eye. Yes, sir. Get ready. Here we go. For the revolution. Here we go. Come on. What you say? Ay. Hey. Do you want a revolution? Do you want a revolution? Or we're still in church. We're still in church. We're still in church. Want a revolution? Come on. Do you want a revolution? See what I did not, I wanna know. It's kind of blessings when you give me what you want. Your goodness and your message and I need to follow up. What about the favor? So follow up. As I come to shout galero, you go be a champion of Adero. Hey. This kind of love me I never see. I say this kind of love me I never see. For me I want to come to I know. Tena. What? Song that I sing. Now you be my daddy, daddy. Always there for me and some of me. You love me and I see. I give you the glory, glory. Well. Praise and plenty for brown. Favor, you won't move for pocket. Every breath that I take, every song that I sing is yours. Abba, you are the one that I'm singing. Well, Tena. Ay. Tena. Wewe. Hey, this is DJ Kridla. Alalala. Alalala. Ziggy Magadaga teach Moi jamais laissé tomber. Jesus, you dey give me love I have never seen. Since of congé, you could imbira, we take him man. No more we bigo, Yesu kuma tutesa. Kukenda na Yesu niko kutesa. Yanesha juru put the challenge like this. Akira Yesu chuza tutame, akagufeki ngumonezera. Danse comme ça, bouge comme ça. Tena. La fille c'est maman. Alalala. Companara babali. Tena. Danse comme ça. Danse.
danse, 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 sigi magadaga pusse. Hey, this is DJ Quickly. Oh la la la, oh la la la, ah la la la, oh la la la. Ah, danse, 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 danse. Ouais, ouais. Yani sahi, sahi. Kama usingejibu ningefanya nini sahi? Sahi, sahi. Muda huu Baba usingefanya ningefanya nini sahi? Sewa, 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 sewa. Bila bila wewe, bila bila wewe. Tena, 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 tena. Bila bila wewe. Energy, you say, my vibes in the one time. Energy say, hey, energy say, 1, 2, 3, let's go. Wewe. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Are you ready now? Ay, wey. Say 1, 2, 3. This year we get back through. Say shit. Baba God go come through. Energy. This year you the breakthrough. Hey. Baba God go come through. Say shit. This year your marriage go be. La 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 la. Wewe. 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 They see me moving like that. It's something living in my body, yeah, yeah. I feel it taking over. This kind of spirit in me. Danse, tena, danse. Danse, danse. They hallelujah. Whether na church or na go, Aba dansa. Eh, 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 eh. Mafia, que tu fais? Hey, this is DJ Quickly. Danse tena. Ah, danse tena. Ah, danse tena. Tena, tena, tena. Ay, ay, wewe. Ay, wewe. Ay, wewe. Champion, soyez la bienvenue. Wanamalizia namna hiyo sasa. C'est lui qui a la couronne de gloire et soit l'honneur. Wale wasebene. Wale wasebene, sebene. Ay! Tena. Wabi Madame Christine. Sebene, sebene. Banza. Partout.
Banza, bougez-y. Asali yo yamine. Yesu wewe, dansi ya Yesu wewe, dansi ya Yesu wewe. Ai, tiki mbakata kapiti kiti. Ai, we. I like that. I like that. I like that. Wewe. Ai. Alala. Tunamalizia hiyo sasa. Kumbe na mimi naweza. Hata wewe unaweza. Wanaitwa Abundance. Asante sana. Oya. Noma sana. Huko uliko piga makofi kwa Aba Dancers. Piga makofi kwa Aba Dancers. Bofya kitufe. So, it's just simple. Napo approach Mungu. Sisi kwetu hii ni ibada. Yeah. I know kwa wengine wana enjoy entertainment and all that. Sisi kwetu hii ni ibada. Mimi naamini napo approach Mungu. Yaani mtu ambaye ana moyo unyenyekevu, hachagui ni namna gani ambao Mungu anaitaka ibada yake. As long as ni kitu ambacho Roho Mtakatifu amekuinspire. Sisi hapa tukifanya hichi kitu, tunaamini yani hizi moves sio kama tunakaa siku moja tunawaza. Watu chezeje yani like tukisikia muziki kuna moves tunazitengeneza wenyewe. Ukiangalia many of the moves tunazitunga wenyewe na nyingi ni lyrics. Kwa sisi hapa yani zile titles doesn't matter. Kuna watu ambao hawajui kucheza lakini wakienda makanisani wanacheza yani ile ovyo ovyo mzee wamechizika. Lakini ndio namna ambayo Mungu anamfanyia ibada. Daudi alikuwa ni mfalme but you can see from the scripture namna ambavyo yeye alikuwa namna ya kumfanyia ibada. Lakini wengine walimuona ni kama vile
amechanganyikiwa. So kwangu mimi nilichukulia kama Mungu haniangalii mimi kama mfamasia, anaangalia mimi kama mtoto wake. Kwa hiyo nikimapproach, I'm not a pharmacist anymore. Mimi ni mtoto wake. Kwa kile ambacho amekika ndani yangu, I have to reveal it. Na pia wengine wanakuwa inspired na kile ambacho nakifanya. Lazima ningekuwa peke yangu hapa, hawa asingekuwepo kama asingekuwa inspired. For me title is not a thing. Ila kile ambacho Mungu ameweka. So kama kuna talent ndani ya mtu, ukiwa unaificha, it means kwamba you're trying to tell God kwamba mimi nilicho nacho ni cha kwangu, kumbe sio cha kwako. Ni kwa ajili ya Mungu. Wow, this is amazing. Asante sana, mkapate muda wa kupumzika kidogo pale. Maana hii kazi sio ya kitoto. Ndugu yangu pale, Mungu akubariki. Kuna muda alikuwa anatangulia mbele, kwa kupenya mbele anapenya vizuri, na kwa kurudi bado wakiweka tu hivi mikono bado anapenya. Kwa kweli Mungu awabariki sana sana kwa kazi kubwa na kazi nzuri sana. Sasa moja kwa moja tunaenda kwenye bado mpya mjini, alafu baada ya hapo taruka chap chap kwenye kijiweni. Bwana, sasa nyimbo zimetoka nyingi na zimetufikia nyimbo nyingi sana. Nitataja hapa chap chap, alafu tutakuwa tunatoka hapo. Namba 1, Neema kutoka kwa IFM Tafes, wakiwa wamemshirikisha Joel Alfred pamoja na Rose Kumenya, bonge moja la wimbo. Lakini pia Zoravo ametoa nyimbo 2 ambazo zote amemshirikisha Beka, all the way from South Africa. Nyimbo ya kwanza inaitwa Revival, nyingine inaitwa New Creation. Zote zinapatikana kwenye all digital platforms. Lakini pia By Your Grace kutoka kwa Andrew, akiwa amemshirikisha Jackie. Mungu awabariki sana. Song of Faith, hii medley ikiwa imeimbwa na Halal Africa wakiwa wamemshirikisha Isaya. Asante sana. Hell hii unaisoma? Kam Nam? Bado mpya mjini. Lakini pia huyu anataka kunichokoza, achana naye. Shuka kutoka kwa Kibonge wa Yesu pia imetoka nyimbo ya baraka kabisa. Lakini pia Tanzania kutoka kwa Christina Shusho ni wimbo ambao umetoka pia wiki hii. Na Shukuru kutoka kwa Joy Praise. Jina ni Tamu kutoka kwa Nelly Music in Maksud Team. Ukweli Mungu awabariki sana sana. I like your ideas and vitu ambavyo mnavifanya kwa utofauti huo mkubwa. Ni lipi likushindalo kutoka kwa Ali Yale Umefanya kutoka kwa Mwalimu God Listen. Bonge moja la video kutoka kwa Direct Answer. Pokea Sifa kutoka kwa Goodness Mshana. Lakini pia hii sasa kutoka kwa Joyous Celebration inaitwa Wenzile Rewind. Unaweza ukaenda kuangalia wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Joyous Celebration. Number 1 kutoka kwa Dancing Oyekan akiwa amemshirikisha John. You Deserve All the Glory kutoka kwa The Amen Choir. Asante Baba kutoka kwa Samuel Michael, hiyo ni audio bado ya studio. Mungu akubariki sana. Happy Birthday kutoka kwa Evelyn Wanjiru, na aliachia siku ya birthday yake. Ni wimbo mzuri kabisa ya mtoto wake, ilikuwa sio ya kwake ile, ila wakatumia pia na video ya some AI. Video naona AI sasa imeanza kuteka soko kweli kweli. Center kutoka kwa Passion, Mungu akubariki sana. Lakini pia Obao ndo Clay inasema, unaisomaje? Inakuwa inasemaje? Obao ndio jina la mwimbaji, ni Clay. Haya, kama tumekosea hata tusamee. Lakini pia Thank You kutoka kwa Elevation Worship. Praise Encounter kutoka kwa Nana. Lakini pia Abba kutoka kwa Jonathan. Taambatana Nawe kutoka kwa Boaz Duncan.
Heshbon Nev, kama unakumbuka wiki iliyopita alikuwa ametoa wimbo na tukawa tumeusema hapa, lakini pia wiki hii ametoa nyimbo mbili pia, ni video pamoja na audio. Wimbo wa kwanza ni Nani Kama Wewe na wimbo mwingine Umetukuka. Sasa Official Tikiti ametoa covers ambazo tumeshazisikia hapo, kutoka kwa Agape, Wazee 24, Jirani, Elia Mtishibi, Ameniona, Bella Kombo, lakini pia No Turning Back. Hii hatujaisikia. na Ulina Maka yenyewe tulisikia wiki iliyopita sababu kama ifanyie hili special kwa ajili ya Kibubu. Hii No Turning Back ulikuwa umeshachukua ya nani Tikiti? Tikiti mtu wetu bwana, ndugu yetu yule Tikiti. Ipige hiyo ikiwa inatutoa hapo kwenye bado mpya tukiwa tunaelekea kwenye Kijiweni. Let's go. Tikiti is the word. Bado mpya mjini. Tikiti na mwendo kasi ni hivi. Asante sana. Nimependa tu hiyo no. Yaani imekuwa tofauti kabisa na ule mwamba. Na imekaa vizuri sana. Kwa kweli Official Tikiti, Mungu akubariki sana. Kuna test pia ya kitu kipya na challenge kwa vijana wengi kwamba fursa ziko kila sehemu. Kwa kweli Mungu akubariki sana sana. Sasa tunatoka hapo twende kwenye Kijiweni. Sasa kwenye Kijiweni leo, swali ambalo ninakuuliza leo, nitakuuliza tu swali ambalo tutapata majibu kadhaa hapa, alafu baada ya hapo, kwa hiyo kuna watu tu mjiandae, yani hilo swali Christine aliwezi likakukwepa. Obvious, najua ndio director wetu, lakini pia Ines, kwa wadada mtatuwakilisha nye Christine pamoja na Ines, alafu kwa wanaume Juma Mvungi alitamkwepa. Najua una kazi lakini ndo mjue kabisa yeye utakwepa. Juma Mvungi hautakwepa, lakini pia na Mike Sama pia. Kwa hiyo wanaume watakuwa ni wawili, wadada watakuwa ni wawili. Na swali letu ni simple kabisa, na uzuri tuliliposti kabla ya kuanza kipindi hapa. Unaposema, na wewe pia unaweza ukatupa comment hapa. Unaposema mwanaume lijali, sifa zake ni zipi? Mkeka unashushwa hapa. Yaani kama ni unaposema mwanamke bora, mwanamke wa Mithali 31 ni yupi? Shusha mkeka hapa. Oya, haya wale niliowataja chap kwa haraka. Njoo hapa. Ines sasa. Aisee, mnakuja chap bwana. Hebu walete kwa hiyo No Turning Back walija hapa. Chap. Mnakuja chap. Aisee. Kila siku mnaongea bwana. Aisee Juma. Hebu toka huko. Njoo, Mike Sama. Mike hajamwakilisha mtu yoyote. Mike anajibu yeye kama yeye. Christine unajibu kama wewe. Ines anajibu kama yeye. Na wanaotutazama pia wanajibu kama wao. Njoo hapa bwana. Sikibada kata kapu. Hapana, njoo wewe. Nataka mfiki hapa wote. Nani aliyekwambia? Kwa sababu umemtanguliza basi ndio ataanza. Wewe umesema una kazi, kwa hiyo itabidi uanze wewe ili urudi kwenye kazi. Wengine hawana haraka, ni wewe ndio una haraka. Kwa hiyo sasa wewe utatupa. Alafu naomba majibu ambayo mtakao mnanijibu. Sogeni kwa hapa, sogee karibu. Majibu mtakao kwa mnanipa tafadhali, naomba yasiwe kama alivyosema fulani.
Yani assume kama huyo aliyetangulia kusema yeye hajasema. Kwa hiyo hata kama utavirudia vile alivyovisema, lakini wewe shusha mkeka wako. Na pia haturuhusiwi kucrush mtu mwingine alichokisema. Mimi sikubaliani na fulani, ila majibu ninayojua mimi ni wewe shusha vya kwako. Unaposikia mwanaume lijali au mtoto wa kiume au mwanaume aliyekamilika, mkeka wake hapo ni upi? Unaposema mwanamke wa mithali, nahitaji wife materials, eti sio mimi. Christine, mwanaume lijali, gentleman. Gentleman. Tupige hapo. Kwa nini wewe na swali wakati swali nimekuuliza mimi? Wewe utajibu. Maanisha ni kwamba mabinti tunajibu both for men and women au? Yes. Hata wanaume wanajibu hivyo. Mbona sasa mnabadilisha swali langu? Hai, umesema una haraka kwa hiyo. Nimepatwa off guard lakini kabisa. Number 1. Utabiaga tuangalie kamera. Number 1, gentleman. Kama hiyo neno inavyosema gentleman, lazima awe gentle. Lazima awe gentle. Kwa hiyo nifungulie mlango. Anatakiwa kufungulie mlango ya gari. Oh my god. Mlango wa gari, kwa gari inabidi awe nalo. Hata kama ni ya jirani lakini inabidi akufungulie. Hata kama ni Bolt, inabidi akufungulie. Safi, Awe ananijulia hali. Awe anakujulia hali. Asubuhi, mchana, jioni, kama chakula, kama dawa. Chakula tu, dawa kutwa mara 3. Ananiombea. Awe anakuombea. Wow. Ni 3 hiyo. Ananinenea mema. Anakunenea mema. Mabaya mengine yote atupe kule, anakuwa sio gentle. Pia awe ananisikiza. Awe anasikiliza. So is it not sijui nisemeje kwa Kiingereza. Awe ana listen. And not just good listening, but listening attentively. Ili kuna wakati naweza nikasema maybe nimechoka. Usisikize tu. Uelewe. Yes. Yeah. I think itafikia hapo. Utafikia hapo. Huyo ni jeto. Wewe. Ngoja kwanza. Achana na kibubu cha, achana na kibomu cha yule pale. Haya, unaposikia mtu anasema mwanamke wa mithali, superwoman, mkeka wake. Ila pia turudi kule kwa gentleman. Kuna point yenye ni muhimu. Awe provider. Awe provider. Yes. Yule gentleman. So provider, priest. Good listener. Yeah, is responsible man. Responsible. Oh yeah. For the lady, again, tasema bado listener. Anyway, listener. Bado kuombeana ni muhimu. Wewe nini? Hela, tusiende huko, sensitive matter. Yani anaenda kwenye kitu. Ni sensitive. Huko ni very sensitive. Yana mengi kwa anachambua ya kuyasema. Nile sitaki kuwa judged. Yeah. Mtumare sema unaondoa hadi kwa unaweka pema ili. Hype lady wake. Sawa. Yani niko hapo kila wakati. Cheer lady, cheer person. Atakaye kuvaa nimemvaa. Atakaye nini naenda naye. Hapo. I think hiyo imemaliza kila kitu. Nimependa hiyo. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nimekinotice. Anasema mwanaume awe ananiombea, lakini mwanamke tuwe tunaombeana. Nimependa hiyo. Ines, gentleman, mwanaume lijali mkeka wake. Kuna namna mimi nataka kuchanganya yote, kwa sababu mikeka yao kwangu mimi inafanana. Point ya kwanza ambayo naona pia ni ya muhimu
ni kila mtu afahamu zile shughuli za muhimu. Kwa sababu hadi tunakuita mwanamke wa 31, kuna mwanaume. Samani, mimi naomba kitu kimoja. Umeona vile alivyojibu Christine, yani unamuona mtu hapo unamuwasha. Kwa hiyo sasa isiwe maana shida yako sasa, wewe mwalimu na mwandishi unataka uchambue, utufundishe, unyambue neno moja baada ya lingine, alete na mstari wa Biblia. Asante, amenikumbusha pale. Pia yani usiweke ile kwamba sasa watu watanionaje. Nyosha mstari. A gentleman to you. Let's go. Okay, kwenye point ya shughuli za msingi nilichokuwa na maanisha, ajue kupika. Meaning hata binti naye ajue kupika. Huyu ajue kufanya usafi. Na huyu ajue kufanya usafi. Kwa sababu at some point tutashirikiana, huwezi kumtegemea mtu mmoja. Alafu point ya pili, ukiachana na zile za msingi, supportive. Kama Christina alivyoelezea kwa binti towards the guy. Sawa. Binti towards the guy awe a cheerleader. Na huyu kijana towards the lady awe ana show up kwenye mambo ya binti. Kwa hiyo tunasupportiana. Inakuwa both sides. Ila I say kuna umuhimu wa kuwa God fearing kwa wote wawili, kwa sababu kwanza itawaepusha na dhambi, ila pia jamani ni kitu cha msingi tu. Ndo mambo ya kuombeana yanaingia huko, kusapotiana, sadaka nini, kusimama pamoja kama ni kutumika pamoja, hayo nayo. Okay. Ngoja nihitaji ya Christine. Ila ni ya Christine. Tall, dark and handsome. Iyo. Sasa Juma. Kwa hiyo imemalizika ya kote. Inaonekana hiyo sio ya Christine peke yake. Kwanza kuna namna alisisitiza akasema ya Christine. Unajua mtu akirudia mara mbili kama vile anajitoa. Kumbe naye yupo mule. Wafupi wenzangu, hi. Wewe ni mrefu au ni mfupi? Okay, sawa. Sasa hapa tuanze na Juma. Sasa kwa wanaume itakapokuwa ninyi kama nasema kuna ile kaza mtoto wa kiume. Yaani hivyo vya kukaza ni vipi? Yaani hivyo huyo mtoto wa kiume ili awetambulike kuwa mtoto wa kiume anavyotakiwa kukaza ni vipi? Mbona umebadilisha swali sasa? Akukaza yani automatic, mtoto wa kiume anajulikana alivyo. Sio mtoto wa kiume kitu kidogo unalialia. Yaani mtoto wa kiume anatakiwa mpaka jambo litokee, hata kama uwezi mpaka jambo litokee. Hata kama lisipotokea hiyo ushafanya. Umetisha. Ndio mtoto wa kiume silia. Lakini kwenye ile swali la kwanza wengi wameongea mazuri. Ila Mungu alisheka kanuni hizi 2. Mwanaume kazi yake ni kupenda. Katika upendo kuna vitu vingi sana. Kuna kuvumilia, kuna fanya nini. Ndio vile ambavyo walikuwa wanasema kina Christine kwamba anisikilize sio. Sasa pale ndipo kwenye kuvumilia kwenye kila kitu. Upendo ni mgumu sana, lakini Mungu ametupa sisi. Kwa tukiweza kuufanya huyo ndo anaitwa gentleman. Alafu kwa mwanamke yeye amepewa kutii. Kwenye kutii sasa hapo ndio naye atamuombea, atakuwa supportive ya DJ amesema hapa. Hiyo ile kutokea. Kwa hiyo wote wakizishika hizo kanuni ambazo Mungu amezia. Ni hiyo tu ndogo. Ndio maana duniani kuna moja Christina amesema hivi, kumpiga mtu anayemsumbua mtu wangu. Ndio kwenye kupenda, lakini hasa mimi kwa mfano nani yule bondia Mwakinyo sijui nani kampiga Mandonga kampiga Juma. Sasa wewe utaenda kumpiga Mandonga?
Sema Daudi alimuua Goliath. Kwa hiyo yale ni mafunuo ya Mungu. Kwa hivyo vitu viwili tukiweza kuvishika, huyu atakuwa ni mwanamke bora, huyu mwanaume bora. Wow. Basi ni hivyo. Ametujibu kindoa sana. Ndio, basi. Ametujibu kindoa sana. Sasa mwanangu, wewe unamaliza kabisa. Wadau mabachela situaibisha au sio? Ashushe vyuma au sio? Maana wadada wameshusha mikeka hapa. Na sisi tushushe vitu vyetu Dada, nasema hii piskali. Tinyosha hapo. Niwe mkweli. Kabisa. Niwe mkweli. Kabisa. Nitaka nijibu kama blaza. Niwe mkweli, lakini sawa, hatujibu huko, umeshasema tusijibu huko. So, mdada, kwa sababu ya hichi kipindi, nataka tu balance hiyo. Kwa sababu ya hichi kipindi, na ni kipindi cha Injili, si ndio? Mimi natamani kama tunawaelimisha watu iwe according to ile imani yetu tulionayo, si ndio? Yes. Kwa hiyo mimi naamini sasa hiyo inaongelea kwa both, actually to wrap up kila kitu. Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. So the end point of everything, our lifestyle, majukumu yetu, tunavyo behave, tunavyoongea, tunavyo respond, tunavyo treat mtu mwingine, inabidi ifanane na ile character ambayo Mungu ameimpute ndani yetu. Yes, sasa haimaanishi kwamba wote watakuwa hivyo, lakini mimi naamini tunapokuja kwa Kristo ni safari ambayo ni progressive. Tunaenda huku tuna progress pole pole. Lakini sasa features zote tayari Kristo ameshatuonesha kupitia kwenye maandiko yake. Bro ameongelea upendo. Namna sahihi kwamba upendo ni nini. Tumeona jinsi ambavyo Mungu aliupenda ulimwengu and all that. Kwa kwamba hatupendi watu kwa sababu wanatufanyia vitu. Tunawapenda kwa sababu ni wajibu wetu kumpenda mtu. Hata kama ana makuzi, ana ile na lile. Kwa a gentleman ni mtu ambaye anaweza aka show up au aka sustain hata kipindi ambacho the circumstances is not conducive. Na mimi naamini a gentleman, si ndio? Kwa for instance labda mwanamke amemkwaza for instance. Kwa ukimpiga it means kwamba umeshakiuka hiyo amri, kwa sababu hatuoni sehemu mwanamke akipigwa kwenye maandiko. You see, kwa there's a response ambayo ni different. The same kwa mwanamke. Umeona, the response ndio inamata kwamba alicho ndani yake ni image ya Mungu au sio. Kwa mimi naamini katika vitu ambavyo tumesema, a gentleman na mwanamke wa Mithali 31, it all goes down kwenye ile image ambayo tunaiportray kwa Kristo. Tukiweza kuivaa ile image, mimi naamini huyu atakuwa gentleman bila kuhaso, huyu atakuwa Proverbs 31 woman bila kuhaso. Na tukisema tuende kwenye details, juu kupika, sikufanyaje, utashikilia hichi kingine kitagoma, utashangaa unapika umesahau kufanya kazi. Kwa mimi naamini tukimjua Kristo, mengine yote tunaweza tukayafanya. Wow, asante sana. Nashukuru sana. Lakini tu tunapokuwa tunafunga hiyo, mimi kama mlivyotuwasha, niseme tu wanawake, mwanamke ambaye sisi watoto wa Kiafrika tunakuona ni mwanamke wa Mithali, acha kulala mpaka saa 4. Kimsingi acha kupenda usingizi. Kwa sababu tumekuwa tunaona mama zetu wakiamka mapema, na ndio picha tulizonazo za mwanamke bora. Kwa kuwaona, hatuna picha nyingine za kwenye movie na vitu vingine. Tuna picha za wamama zetu wa Kiafrika. Kwa hiyo movie zenu kaeni nazo wenyewe, lakini mwanamke asimfokei mtu, nasema kweli. Hiyo doze. Lakini pia mdada mzuri, unavaa vizuri, unapendeza vizuri, unanukia vizuri, lakini hujui kupika. Jifunze kupika. Mwanamke bora, jifunze kupika. Mimi natamani mara nyingine nikirudi, kuna vitu fulani vione, yani wali ninaokula hotelini, ninapokula nyumbani, nione nyumba kuwa nyumbani. Yani sio bora chakula, yani nyumba na isi naomba nitoe na hizi ngoja tu niache. Yani nyumba iwe nyumbani. Mambo ya kuwa yani I say wadada vipi nyie hauji kupika, ni wanaume tunawashinda kupika. Mtu hajui kupika hata wali, I say unapika boko. I say nakuja kuaje nyie wanawake wa siku hizi, I say bwana mimi nachoka mimi, au niseme na lingine. Lakini pia
wadada tumia nani vitu vizuri vya nani unakuwa na kila unapiga makeup yani uwanja unasema hey, oh my god what this oh my hey, man weka vitu simple toka natural pendeza vizuri unajua uso wako tofautisha na uso wa mtu mwingine unapiga makeup unashindilia kama ya mtu mwingine wakati wewe haikufai mnatuchosha mjue nyie kuja niwasamee okay. Nina mengi niseme na wanaume nipige moja. Mbona kama mnapenda kubalance nyie? Tuache nyie mlishafumua. Lakini wanaume mwanaume lijali, acha kutongoza wadada wengi, unaumiza mioyo ya watu. Yaani huyu unamwambia unampenda utamuoa, huyu mwingine unamwambia unampenda utamuoa. Unaweka kama sampuli yani. Unaweka kama vile unatenga yani kama viazi unasubiria kipi kianze kuviva. Kwa hiyo cha msingi jamani, tumpende Mungu sana, lakini kama ni mdada jua kuvaa vizuri, pangilia vizuri, usitumize macho. Yani kuna kala unazipiga lazima unafumba macho unaumia. Wanaume jamani, vaa vizuri jamani, pulizia perfume usipo hata za 10,000. Yani kijasho kinafika nyumbani kwa watu kivua viatu watu mnajiuliza nani ambaye amevua. Yani kama umekuja na wenzako mpaka unatamani wewe umetoka nje yani urudi. Jamani wanaume tuwe gentleman please tafadhali. Nisiseme vitu vingi sana lakini jambo lingine ni lipi ambao nimelisahau our provide siku hizi hivi tumekuwa tunahitaji mashangazi I say wanaume mtoto wa kiume bwana tafuta hela man. Tafuta hela man. Hiyo umenisupport au umetaka nimalize? Umepiga kwa nimeshtuka. Kwa hiyo tutafute hela please guys. Na heshima pia inatengenezwa na hicho kitu kwa kweli. Yaani kuna namna nishaka yes. Yaani kuna namna hata ukitoaga hela unajisikia kwamba oya kasuke basi hiyo. Je. Au sio Juma? Asante sana. Basi tuishie hapo, wewe tupe comment yako. Na mimi kuna vingi ambavyo tunaweza tukajifunza kama watoto wa Mungu. Lakini tunapotoka hapa kuelekea kwenye tangazo kwa umma, nikwambie tu jambo moja. Sasa hivi tunakupa fursa kufanya kazi pamoja na The Playlist. Season inayofuata tunahitaji support yako kwa 1% kubwa sana. Lakini inawezekana umekuwa mdau wa The Playlist na unahitaji kufanya biashara na sisi, kuleta matangazo ama kuleta chochote kile ambacho tutakuwa tunakifanya pamoja. Na exclusive inakwambia season inayofuata itakuwa inadili sisi na wanafunzi. Kwa hiyo tutakuwa tunakuwa na watu wengi sana na vyuo tofauti tofauti hapa mjini na neema ya Mungu ikitusaidia hata nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza ukapartner pamoja nasi na tukafanyika baraka kwenye kizazi chetu. Kuna vitu vingi sana vya kukifundisha kizazi ambacho kinakuja. So namba hizo hapo na unaweza ukatujoin na ukawa pamoja na sisi. Lakini jambo la msingi kabisa ni kukumbushe Jumatatu ijayo ndo tunamaliza season 2. So nachukua fursa hii, wageni wote ambao tumetembea nao kwenye season 2 kuanzia episode 1 mpaka hii hapa 11, tunawakaribisha sana tujumuike pamoja. Tutakuwa tunaenda Dorcas Home Care Initiative. Kwa hiyo kipindi hichi kama kilivyo, lakini pia muda utaongezeka zaidi, tutafanya pale Dorcas Home Care Initiative. Kwa hiyo tukiwa na Abba Dancers tutashukuru sana. Naamini tikiti pia aliniahidi kwamba anaweza akaja. Lakini pia Luce tulikuwa naye, tulikuwa pia na Evans Bezisti, tulikuwa na Melilomi, tulikuwa na Chambi, yes, tulikuwa na nani mwingine kutoka Morogoro, Hypsela tulikuwa naye pia. Tumekuwa na wageni tofauti. Tumekuwa na Jumatatu 11 mpaka hii, ina maana ni wageni wengi kabisa. Kwa hiyo tukiungana pamoja tukaenda pale kukiamsha, yani sikio itakuwa ni maneno kidogo, vitu tu ni vingi. Yani hata kuna segment utaziona itakuwa sana sana ni kumtukuza Mungu na kucheza na wale watoto. Tafadhali wewe, inawezekana utashindwa kuungana na sisi kwenda, lakini unatamani utupatie chakula ambacho tutakula pale na wale watoto. Tafadhali communicate
pamoja nasi, unaweza ukatu DM, lakini pia unaweza ukaweka comment yako hapo, ama ukachukua hiyo namba ukawasiliana nasi. Tutapokea namna ambayo utakuwa unatamani kuungana pamoja nasi. Lakini pia jambo lingine la msingi kabisa, Ijumaa hii kibubu kinavunjwa. Kwa hiyo kama mnavyojua, nikishazungumziaga kibubu sitoki hapo mpaka tuwe tumeweka hela. Musa, usiende popote mdogo wangu, leo ndo Jumatatu ya mwisho. Tusipoweka hivi vibubu vinaenda kuvunjwa Mlimani City, we hela yetu ikawa ni ndogo, itakuwa ni huzuni. Kwa hiyo tafadhali chill up, na tulikubaliana leo unaweka bila kuficha. The best DJ Apostle mpaka wa mafuta wa Bwana Hyper. Tisha nzee. Tunaanza na wewe hapo. Tisha. Weka kibunda hapo. Unaweka moja tu au unaongeza na nyingine bro? Inatosha bro, inaisukumwa tu hiyo fresh. Simona imeenda. Haya, karibu sana Ailini, njoo weke hapa hela kwenye kibubu. Njoo. Ailini, njoo weke hela kwenye kibubu. Ailini, njoo weke mzee wa Dompelo. Ndio tunamaliza hivyo. Ailini, njoo. Ailini kutoka Oral Studio, njoo weke hela kwenye kibubu. Wakati huyo anaweka sawa Juma Mvungi, karibu sana. Haise, mbona mnanikataa hivi? Karibu. Ailini, karibu sana. Usinongoneze kitu, weka hela pale. Kama vile nataka niambie hii hapa nitakudai, hata weka hapo. Producer Christian. Inawekwa, inasindikizwa hiyo. King. Michael, sio unatupiga tu picha. Naangalia tumetoka kufanya kazi jana wewe. Na leo pia ulikuwa una kazi mchana. Unaangalia jirani. Kwa hiyo yani unaambia kitu Kido. Kwamba unajifanya ukitoka hapo kwamba watu watashinda kuna nini. Kido ndo alikuwa director wetu leo, lakini pia kwenye kamera tuko na Musa. Cheke Elias yuko busy na kinanda. Yani watu leo mko busy sana. Blessa. Hii unajua kinatuhusu kaka. Mlimani City pale Ijumaa hii ndugu yangu, moto utakuwa ni mkali. Mwachie hapo mtu simu hapo. Blessa, njoo hapa. Viporo vimeshakuwa vingi sana kaka, hela unazo wewe. Aba dancers pia. Karibuni watumishi wa Mungu, kama mlikuwa mna Mbona mmepangana hapo mnazishindilia yani inakuwa kama vile watu kama vile wanajificha, yani ni kitu cha siri sana. Hicho kimejaa, lakini sasa inabidi kijae zaidi yani hapo. Safi. Mungu awabariki sana. Chaki mtu aondoke anashindilia mpaka ipoteleamo. Hapo Kigomo kaweka na nyingine yani nakataa yani mpaka utoke. Ni moto sana. Hao ni Aba Dancers. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana ise. Mungu awabariki sana guys. Ise kibubu tumemaliza, lakini nitakachokifanya wiki hii hapa kabla ya Ijumaa nitapita kwa baadhi ya watu tukimalizia kabisa hichi kishindiliwe kijae na kusukwa. Tukiwa tunakivunja pale, yani kuna namna fulani afu tutakuwa tunasema yeah this is sisi. Tunakutana Ijumaa kuvunja kibubu, lakini ni Mlimani City na kiingilio ni kibubu. Kiingilio ni kibubu. Kiingilio ni kibubu. Kwa tafadhali sana. Lakini pia tukumbuke Jumatatu ijayo wadau wote wa playlist tutakuwa Dorcas Home Care Initiative. Tafadhali sana tuungane pamoja. Lakini Jumamosi hii pia kuna event pale Hadi Pro kuanzia saa 9. Mtumishi wa Mungu anaitwa Pastor Paul, lakini pia akiwa anaungana na Suzette, MC Madevu, atakuwepo pia Zoravo, atakuwepo pia Fortuna, wanakutana pale. Tafadhali vijana wote tukutane pale kwa ajili ya kumtukuza Mungu, lakini pia kujifunza pamoja. Sisi tumemaliza,
Tree Love, Mungu akubariki sana. Abba Dancers, Mungu awabariki sana. Tripod kwa graphics, Kali and Motions, Mungu akubariki sana. Ines, Mungu akubariki sana. Blessa, Mungu akubariki sana. MM Photograph Michael, Mungu akubariki sana. Musa, Mungu akubariki sana. Christine Ochieng, Mungu akubariki sana. Lakini pia Kido Creative, Mungu akubariki sana. Elias kutoka Visual Matters, taa zimewaka bro, Mungu akubariki sana. Oral Studio, Eliza, Michael, Sampro, Mungu awabariki sana. Sisi hatuna mengi ya kusema, tukutane Jumatatu ijayo na tutakuwa live kutokea Dorcas Home Care Initiative.